Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Endelea na darasa yetu ya fiqh, kitabu cha Risalatul Jamia. Tumefika mahali inayosema arkanul islami khamsatun, nguzo za Uislamu ni tano. Nguzo ambazo kwamba zimebeba Uislamu. Uislamu hauwezi kutimia wala kusimama pasina nguzo hizo, ni nguzo tano. Nguzo ya kwanza shahadatu an la ilaha illa Allah, ni kushuhudia kuwa hapana mola anayefaa kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, na kwa Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Unaposhuhudia ina maana umekubali yale yote aliyoamrisha Mwenyezi Mungu kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nguzo ya pili wa iqamu salati, ni kusimamisha sala. Sala si kutekelezwa bali ni kusimamishwa, kwa maana iswaliwe kwa wakati na vile namna alivyotufundisha mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mnavyoniona mimi nikiswali. Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani akasema fawailul lilmusallin, adhabu kali ni ya wenye kuswali. Ukikoma hapo utashangaa, Mwenyezi Mungu anatuamrisha swali, kisha anasema adhabu kali ni ya wenye kuswali. Adhabu kali ni ya wenye kuswali ambao kwamba alladhina hum an salatihim sahun, wale ambao kwamba katika swala wanajisahaulisha, kwa sana swali wanapotaka wao, ama ndani ya swala wanakuwa na mawazo mengine, wanajisahau kama wako ndani ya swala. Kwa hiyo iqamu salati, kusimamisha swala kama alivyotuamrisha Mwenyezi Mungu kupitia mafundisho ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa itau zakati, na kutoa zaka. Zaka ni kiwango maalum cha mali ambacho kwamba kinatolewa kila baada ya mwaka au kila baada ya kile kitu kipata. Kuna vitu vinatolewa kwa mwaka na kuna vitu vinatolewa pale ambapo kwamba vinapatikana. Kama mfano makulima, ni pale unapovuna ndipo unapotoa zaka. Lakini kama ni wanyama, ni biashara, inaangaliwa baada ya mwaka. Kwa hiyo ni lazima utoe zaka, sababu zaka ni faradhi, ni miongoni mwa mambo ambayo kwamba ni nguzo za Uislamu. Na zaka si kwamba unatoa nusu mali yako. Kuna kiwango maalum ambacho kwamba utatoa kutegemea na yale mali au na ile kazi ama ile biashara ama kile unachokimiliki, inategemea ni kitu gani, na zaka yake itakuwa ni sampuli fulani. Nguzo ya tatu wa saumu Ramadhana, na kufunga mwezi wa Ramadhani. Kufunga mwezi wa Ramadhani ni pale mwezi wa Ramadhani unapofika utakuwa na saumu mchana wa Ramadhani, kuanza alfajiri mpaka magharibi, utajizuia na kula na kunywa na mambo yote ambayo kwamba yanabatilisha saumu, ambayo kwamba inshallah yatakuja mbele. Kama kitabu hichi basi ni vitabu vingine. Wa hajjul baiti, na kuhija al-Kaaba, man istata'a ilayhi sabilan, ule ambao kwamba ataweza kufika katika al-Kaaba na ataweza kuandama ndiye kusikilia Makka au ataenda kuhiji. Hija ni ibada maalum ambayo kwamba inaanza na ihramu Makka, ihramu min al-miqat. Kuna ibada maalum, kuna tawafu, kuna sa'i, zile zote zinaingia katika hisabu ya hija pamoja na umra. Hija iko hija na iko na umra, ni kutoka huku kwenda Makka kwa ajili ya kutekeleza ibada kama hizo. Hizi tano ndio nguzo za Uislamu ma'al ikhlasi, lakini hizi zote takana uzifanye pamoja na kutakasa kwa na ikhlas, kufanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wa tasdiqi, na kusadikisha kwa haya mambo Mwenyezi Mungu ameamrisha, na hizi ni nguzo za Uislamu na lazima zitekeleze. Faman lam yakun mukhlisan, ule ambao kwamba hatakuwa na ikhlas, yafanya lakini hafanyi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, fa huwa munafiq, kama huyo atakuwa ni mnafiq. Faman lam yakun musaddiqan biqalbihi, na ikiwa umefanya, umehiji, umefunga, lakini moyoni mwako huu kusadikisha kwa hizi ni faradhi, ni nguzo za Uislamu, fa huwa kafirun, mtu huyo atakuwa ni kafiri. Wa aslul imani, na asili ama shina la imani, an ta'taqida anna Allah ta'ala, na itakidi kwa Mwenyezi Mungu mawjudun, yuko. Lazima uitakidi kwa Mwenyezi Mungu yuko, wa annahu ta'ala wahidun, na kwa Mwenyezi Mungu ni mmoja, la sharika lahu, hana mshirika, wala mithla lahu, wala hana mfano, wala shibha lahu, wala hana mwenye kufanana naye, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, hakuna ni mfano wake kitu chochote, na yeye Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia na ni mwenye kuona. Khalaqa as-samawati wal arda, Mwenyezi Mungu ameumba mbingu na ardhi. Wa khalaqal mauta, na akaumba mauti. Wal hayata, na Mwenyezi Mungu ndiye aliumba hai. Wa ta'ata, na akaumba taa. Wal ma'siyata, na maasiya. Was sihhata, na afya. Was saqama, na wasuqma, na ugonjwa.
Yote haya ni mambo ambayo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyaumba na ameyapangilia. Wa jami'al kauni, na ulimwengu wote, wa mafihi, na vilivyo ndani yake, ikiingia dunia, ikiingia mwezi, kila kitu ambacho kwamba si Mwenyezi Mungu ndo amekiumba na yeye ndo amekipangilia na anakadiria kila hatua na namna ambavyo kwamba kitaendelea. Wa khalaqal khalqa, na Mwenyezi Mungu akaumba viumbe, wa a'malahum, na amali zao, wa qaddara arzaqahum, akakadiria riziki zao. Ile riziki ambayo kwamba wamekadiriwa ni hiyo hiyo, hata ukifanya vipi, hata uende mbio vipi, hautokula isipokuwa ile ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuandikia. Wa ajalahum, na ajali yake, mtu siku ya kufa ama namna ya kufa, vile ulivyoandikiwa. Hata ukawa na majeshi, ukawa na ulinzi, ukawa na kila kitu, lakini umeandikiwa utakufa kwa kuuliwa kwa risasi, utakufa kwa risasi. Umeandikiwa utakufa kudomwa na nyoka, vile ulivyoandikiwa ndivyo utakavyokufa. La tazidu, haizidi wakati ukifika, wala tanqus, wala haupungue. Ule wakati wako ndio ule ule. Waswahili tunasema wewe utakufa siku si zako, lakini hakuna kufa mtu siku si zake. Inapofika wakati wako ndio utakufa, haitozidi saa wala haitopungua. Wala yahduthu hadithun, wala hakizuki chenye kuzuka, illa biqadaihi, isipokuwa kwa qadha ya Mwenyezi Mungu. Kila kinachotokea, kinachoendelea katika ulimwengu, ujue hiyo ni qadha ya Mwenyezi Mungu, wa iradatihi, na kutaka kwake. Hakuna kitu ambacho kwamba kitafanyika, hata jani halianguki katika mti isipokuwa kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Mvua tone moja haliwezi kushuka pasi na amri ya Mwenyezi Mungu. Kila kinachofanyika jua ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amepanga, na Mwenyezi Mungu ndiye anajua siri yake. Kwa hiyo lolote ambalo kwamba litakupata wewe, ni umshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa ni khairi umshukuru Mwenyezi Mungu, na ikiwa ni shari pia umshukuru Mwenyezi Mungu, ufanye subra, sababu hiyo wewe una nishari ndani yake, kuna khairi ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuwekea. Inshallah mpaka hapa tutakoma. Tuombe Mwenyezi Mungu jalie min alladhina yastami'una alqawla yattabi'una ahsanahu. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi.